قال رحمه الله تعالى ثم يقول kisha nasema kwenye kurasa nambari 13 baada ya kusoma at-tashahhud at-tahiyyat kadhalika na salatu ala an-nabi thumma yad'u thumma yaqulu a'udhu billahi min 'adhabi jahannam wa min 'adhabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal-mamati wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Kisha atasema mwenye kusali katika hali ya tashahhud ya mwisho a'udhu billahi min adhabi jahannam, najikinga kwa Allah, nataka kinga kwa Allah kutokana na adhabu ya jahannam. Nimekuja min adhabi an-nar katika baadhi ya riwaya, wa min adhabi al-qabri, na kutokana na adhabu za kaburi katika sualu al-malakain, masali wanauliza al-malakain fitna, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, na fitna za uhai, fitna za uhai min al-kufri wal-bid'i wash-shahawati wal-fusuq kama qala al-ulama rahmatullahi alayhim. fitnatu al-mahya هي الكفر والبدع والشهوات والفسوق والممات, nanajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na fitna za umauti, suul khatima, mwisho mbaya, wa min fitnati al-masih ad-dajjal, wa min fitnati al-masih ad-dajjal, na fitna za masihu ad-dajjal ambaye anaeleweka huyo mwenye shari atakayekuja katika akhiru zaman. Thumma yad'u rabbahu, kisha mwenye kusali atamuomba Mola wake bima ahabba, kwa kile akipendacho, min khairi dunya wal akhirah, katika khairi za duniani na khairi za akhira. Wanawachuoni wana maelezo hapa kuhusu dua. Je, dua yoyote tu itasomwa kwa kuwa tumo ndani ya sala, au kuna dua maalumu ambazo zitasomwa? Wapo waliosema dua itakayosomwa matamshi yake lazima yawe yenye kuwafikiana na matamshi ya Qur'ani al-Karim, kwa maana zile dua zilizokuja ndani ya Qur'ani al-Karim au ahadith. Na kuna kauli inasema lolote katika yeye analolipenda basi ataliomba hapa kwa kutumia lugha ya Kiarabu, atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yusallima an yaminihi qaila, kisha atatoa salamu upande wake wa kulia hali ya kuwa mwenye kusema assalamu alaykum wa rahmatullah, wa an yasarihi kadhalik, na upande wa kushoto pia vile atasema hivi assalamu alaykum wa rahmatullah. Kuna namna za kutoa salamu tatu ambazo zimethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambazo katika tatu hizi ndo kauli zenye nguvu, na kuna nyingine ya nne ambayo wanawachuoni wameitia maneno na wakaidhoofisha baadhi yao hadithi yake. Ya kwanza ni kutoa salamu kama alivyoandika Sheikh rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Na hii al-iltifat, kugeuka kulia na kushoto, hakuna sharti maalum kama walivyosema baadhi ya wanawachuoni kwamba wakati gani wewe ndio uanze kutoa salamu. Miongoni mwao Sheikh Albani rahmatullah kwamba ukitaka kutoa salamu ima uanze salamu kwanza assalamu alaykum wa rahmatullah ndio umalizie, au umalizie kwanza ndipo utoe salamu baada ya kugeuka, au uitoe salamu pamoja na kugeuka assalamu alaykum wa rahmatullah. Alwajib at-taslim, wajibu ni kutoa salamu. Alwajib at-taslim, wajibu ni kutoa salamu. Ama kaifiyatu at-tahawul au iltifat, hili ni sehemu yenye uwanja mpana, kwa maana kugeuka sio wajibu bali ni katika sunna, lakini wapo waliosema upande wa kulia ni wajibu.
kuna khilafu za wanawachuoni. Kwa hii ni namna ya kwanza, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Namna ya pili, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum. Nafubilizika upande wa pili kusema assalamu alaykum pasina kumalizia wa rahmatullah. Na wajhu wa tatu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kwa ziada wa barakatuhu, na assalamu alaykum wa rahmatullah pasina kumalizia wa barakatuhu upande wa kushoto, ambayo baadhi ya wanawachuoni wa barakatuhu wakaitia dhaaf au wakaitia maqal, kilime thibiti. Na wajhu wa nne ambao wengi wa wanawachuoni wameisemea ni at-taslimatul wahida, ni salamu moja, assalamu alaykum wa rahmatullah upande wa kulia peke yake. Hii wengi wa wanawachuoni wameisemea na wapo ambao wameisahihisha. Barakallahu fikum. Wa idha kanat as-salatu thulathiyatan, itakapokuwa sala na yusali ni sala ya rakaa tatu. Thulathiyya ni sala ya rakaa tatu, kwa maana kama ni sala ya maghrib au ni sala ya witri ambayo anaisali kwa rakaa tatu moja kwa moja. Kuna kauli za wanawachuoni kwa namna ya kusali sala ya witri ambayo imethibiti na ambayo haikuthibiti. Au rubaiyatan, au ni sala ya rakaa nne, min adh-dhuhri wal-'asri wal-'isha. Inda muntaha, pale atakapomalizia at-tashahhud al-awwali, tashahhud ya kwanza, wa huwa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Akimalizia hapo, thumma yanhadha qa'iman qa'ila, kisha atasimama, yanhadha atainuka, qa'iman. Wa idha kanat as-salatu thulathiyatan aw ruba'iyyah, itakapokuwa sala ya rakaa tatu au rakaa nne, waqafa 'inda muntaha at-tashahhud al-awwal, atasimama pale anapomalizia tashahudi ya kwanza, nayo ni ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Thumma yanhadha, kisha anainuka, qa'iman, hali ya kusimama, qailan, hali ya kuwa mwenye kusema Allahu akbar. Anakwenda raka ya ngapi? Ya tatu. Sasa ikiwa ni sala ya maghrib au isha au adh-dhuhri au al-'asr. Ama kaifia ya kwanza mpaka nukta ya 22 itakuwa ni sala raka mbili. Wayarfa' yadayhi ila hadhi mankibayhi hina idhin, na atainua mikono yake miwili usawa wa mabega yake wakati huo wa kusimama. Hii ni sehemu ya ngapi ya kuinua mikono? Ya tatu, ya nne? Ya tatu, ya nne? Ikhtalafa al-ulama. Ya tatu, ya nne? Limadha naqul yani? Ya kwanza ni عند تكبيرة الإحرام، والثانية عند الركوع، والثالث عند رفع من الركوع، والرابع عند رفع من الركعة الثانية. جزاكم الله خيرا. أو عند ركعة الثالثة. ثم يصلي، kisha atasali ma baqiya, kile kilichobakia, min salatihi, katika sala yake, ala sifati rak'ati thaniya, kwa namna rakaa ya pili. Sababu rakaa ya kwanza ilikuwa na dua ul-istiftah, au sio? Lakini rakaa ya pili haikuwa na dua al-istiftah. Kwa hiyo utachukua mithili ya rakaa ya pili, illa annahu yaqtasiru ala qira'ati al-Fatiha, isipokuwa katika rakaa ya tatu na rakaa ya nne atafupilizika na usomaji suratul Fatiha peke yake, pasina kusoma ma tayassara min al-Qur'an. Je, akisoma sala yake ni batili? La, sala yake sio batili. Sawa? Wanawachuoni wanasema ahyana, sio kwa kudumisha, si kwa kudumisha. Al-Allama Ibn Baz rahmatullahi alayhi katika fatawa anasema ahyana, mara moja moja anaongeza, si kwa kudumisha. Na kuacha pia ndiyo ambalo asli, kuacha ndiyo al-asl. Jazakumullahu khair.
hii raka ya 3 na raka ya 4. Thumma yajlisa mutawarrika, kisha atakaa kikao cha at-tawarruk. At-tawarruk ni kikao gani? Fayansibu qadamahu al-yumna, atasimamisha nyayo ya mguu wa kulia, kama ambavyo Sheikh ametuomba hapa tuoneshe mfano. Tutaonesha mfano biidhnillah tabaraka wa taala kwa wale ambao watakuwa wenye kuelewa. Fayansibu qadamahu al-yumna, atasimamisha nyayo ya mguu wa kulia. Wa yukhrija, atatoa qadamahu al-yusra, nyayo ya mguu wa kushoto ataitoa wapi? Min tahti saqi al-yumna, chini ya muundi wa mguu wa kulia. Huu ni mguu wa kulia umesimama, mguu wa kushoto utapita chini ya muundi, kama ambavyo tutaonesha hapa biidhnillah tabaraka wa taala. Na mkishaoneshwa hapa kwa wale ambao ahli zao hapo, tunakuonesha ahli zao huko, sawa? Na kwa wengine na ahli zao wapo hapa, wengine ahli zao hawapo hapa. Jana anatumia message mtu mmoja jioni hapa, sijui alikuwa nani namba ile, ustadhi mwambie Sheikh apige speed kidogo, wanawake wameomba tupunguze speed darasa ya jioni. Sisi tutasomesha majumbani wake zetu, wengine wake zao hawapo, tutasomesha wapi? Jazakumullahu khair. Atatoa mguu wake au nyayo wa mguu wa kushoto min tahti saqi al-yumna, chini ya muundi wa mguu wa kulia. Wayumakkina maq'adatahu min al-ard, na atayamakinisha makalio juu ya ardhi, yani ataweka kalio lake juu ya ardhi kama ambavyo tutaona. Wayad'a yadayhi ala fakhidhayhi, na ataweka mikono yake miwili juu ya mapaja yake mawili. Ala sifati wad'ihima, kwa namna ile ya kuweka fi tashahhudi al-awwali, katika tashahudi ya kwanza. Tulisema anaweka kwenye mwishoni mwa mapaja kufuatia magoti, au kadhalika atainua kidogo, pia hakuna ubaya, au ata kwenye magoti yenyewe pia. Unawachoona wamezungumza, hakuna ubaya katika hili. Wayaqra fi hadha al-julus at-tashahhud kullahu, na atasoma katika kikao hiki tashahudi yote, kuanzia at-tahiyatu, kadhalika na salatu ala nabi, kadhalika na dua. Thumma yusallimu an yaminihi qailan assalamu alaykum wa rahmatullah, wa an yasarihi kadhalik. Hii kitakuwa ni sala ya raka 4. Kukaa at-tawarruk kwa mithili nilivyoeleza, kusimamisha mguu wa kulia na kutoa nje mguu wa kushoto kwa upande ulio mguu wa kulia chini ya muundi ni kikao maalum kwa ajili ya swala ya raka 3 na 4 tu. Kikao hiki hakikaliwi katika swala ya raka 2. Kuna swali sunna qabliya au ba'diya au tahiyatul masjid au tarawih, raka 2 au qiyamul layl, kikao cha tashahudi yako ambayo ni tashahudi moja na ndio ya mwisho, hakuna ya mwanzo, ni kikao cha aliftirash, kile tulichokaa baina ya sajida 2. Na kikao cha tawarruk kitakaliwa kwa ajili ya sala ya raka 3 na raka 4. Jazakumullahu khairan.